Baba yetu uliye mbinguni, ni wakati huu tena mwema, umetupatia nafasi tuweze kujifunza neno lako. Kwa pamoja nasi ni kupitia jina la Yesu, amina. Somo la leo unaweza ukalipa kichwa nyakati za kuhuzunisha. Nyakati za kuhuzunisha. Bila shaka kila mtu mzima, kila mtu, I hope wote hapa, hata mtu yeyote ambaye ashaanza kuelewa, anazo nyakati au ameshawahi kupitia nyakati za kuhuzunisha kwenye maisha. Kila mtu anaweza akatafakari kwamba wakati wako wa kuhuzunisha ulikuwa ni lini. Kwa watu wengine tunazungumzia habari ya siku ile ambayo alipata matokeo yake na akawa amefeli kwenye mtihani wake. Ilikuwa ni wakati wa kuhuzunisha. Habari gani juu ya mtu ambaye alikuwa amepanda shamba lake na hakupata mavuno? Ulikuwa ni wakati wa kuhuzunisha kwenye maisha. Tunazungumzia habari ya mtu ambaye amesikia taarifa za msiba wa mtu ambaye alikuwa ni mtu wa karibu. Zinakuwa ni nyakati za kuhuzunisha. Wakati mwingine tunaumwa, tunapata magonjwa, zinakuwa ni nyakati za kuhuzunisha. Na yumkini wakati mwingine pia tunapata changamoto mbalimbali kwenye maisha, zinatupeleka katika hali ya kuhuzunika. Tunaingia katika wakati wa kuhuzunika. Tunafanya baadhi ya vitu tukiwa tunatazamia tupate matokeo fulani. Wanakwaya wanavyoandaa nyimbo zao vizuri, wanatazamia kwamba zitawafikia watu kwa namna fulani. Wakifanya nyimbo, wasipopata yale matokeo ambayo walikuwa wanayatarajia, wanakuepo kwenye nyakati za kuhuzunisha. Zipo kwa namna nyingi sana, lakini kila mtu anazo nyakati za kuhuzunisha, nyakati ambazo zinamfanya anavunjika moyo. Anajisikia hana furaha, anajisikia ni kama mtu ambaye duniani hafurahi maisha kwa sababu ya hizo nyakati. Na kama ambavyo nimesema awali, hizo nyakati zipo kwa namna tofauti na kila mtu ashai kuonja au ashai kupitia nyakati hizi za kuvunja moyo au nyakati hizi za kuhuzunisha. Kwa hiyo tutajifunza kuhusiana na nyakati za kuhuzunisha. Mtu fulani alipokuwa akiyatafasiri maisha, alisema kwamba maisha ni msongamano wa shida na chembe ndogo ndogo za raha. Kila mtu anaweza kuwa na tafasiri yake ya maisha. Kama ambavyo nimeeleza kwenye utangulizi kwamba kila mtu kuna wakati anaonja au anapitia hii hali ya nyakati za kuhuzunisha. Tunaweza tukajiuliza kwenye maisha ni kitu gani ambacho chenyewe kipo constant? Kitu ambacho kipo constant kwenye furaha, kwenye maisha ni furaha, kwamba shida au nyakati za kuhuzunisha ndio huwa zinajitokeza, au maisha yenyewe ni shida tupu lakini nyakati za furaha huja mara moja. Tunaweza kila mtu akatathmini hapo. Lakini kwa haraka unaweza kaona ni kana kwamba maisha ni kama bahari yenye shida, lakini furaha au nyakati za furaha zinakuwa zinajitokeza mara moja. Unaweza kutathmini kwenye maisha yetu ya kila siku, kuna wakati tulikuwa tunafanya vitu fulani tukitazamia kwamba baada ya kuvikamilisha tutapata furaha. Always imekuwa hivyo kwenye maisha. Kila mtu kitathmini. Sasa hivi kuna labda unakuta unafanya kazi fulani, unatazamia kwamba baada nikipata matokeo ya hii kazi nitapata furaha. Je, unaweza ukajiuliza kwamba je, hiyo safari ni hata lini? Hata hapa watu tupo katika umri tofauti. Mwenye umri wa miaka 20 anatazamia kwamba kufikia miaka 23 pale nitakuwa na jambo langu fulani nimelikamilisha, nitakuwa na furaha. Hapo yupo mtu ambaye ana hiyo miaka 25 naye bado kuna jambo lingine anatazamia kwamba kufikia muda fulani jambo hili nitakuwa nimelikamilisha, litakuwa limetimiliza furaha yangu. Maisha ni nini basi, na nini hasa sasa maana ya kuishi duniani? Hilo ni jambo ambalo tunapaswa kujifunza leo kuhusiana na nyakati za kuhuzunisha na nyakati za kuvunja moyo. Biblia haijanyamaza kuhusiana na maisha ya mwanadamu, na kimsingi sidhani kama ulikuwa ni mpango wa Mungu mwanadamu aishi maisha haya yenye mashaka kila siku. Huyu
amefeli mtihani, anasikitika, anatamani kujiua. Anaona maisha hayana maana kwa sababu amefeli mtihani. Lakini yupo hapo mtu mwingine yupo hospitalini, ni profesa, yupo hospitalini anapigania uhai wake. Laiti kama angeliambiwa kwamba basi tukuondolee uprofesa ili uweze kupona, angesema chukueni kila kitu, chukueni hata mali zangu. Lakini yupo mtu leo amefeli mtihani, anatamani kufa kwa sababu amefeli mtihani. Yupo mtu ana figo zake mbili, ana ini lake zima, ana moyo wake mzima, anaona bora afe kwa sababu ya mahusiano. Lakini wapo watu pale wanafanywa dialysis hospitalini, walipa fedha nyingi sana, hawana hata hamu na mahusiano, wanatamani tu uzima ambao huyu mtu mwingine anao, lakini haoni kama una thamani. Maisha ni nini? Sasa tunapaswa kujifunza ili tukajipatie mioyo ya hekima katika maisha haya, kwa sababu Mungu hajatuacha hivi hivi, ili tukaweze kuishi maisha ambayo ni tofauti na watu wengine ambao hawamtambui Mungu. Katika Biblia yupo mtu ambaye alijaribu kufanya utafiti kwamba ni kitu gani sasa kwenye maisha kinamata, kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza ikamake difference kwenye maisha ya mtu, ni kitu gani ambacho mwanadamu anaweza akakizingatia, akakifanya, akajipatia furaha katika moyo wake. Huyo mtu alikuwa si mwingine ni Mfalme Sulemani. Aliamua kufanya utafiti. Tukisoma katika kitabu cha Mhubiri, katika kitabu cha Mhubiri 2 mstari wa kwanza hadi wa 11 pale, neno la Bwana linasema kwamba nikawaambia moyo wangu, haya nitakujaribu kwa njia za furaha, basi ujifurahishe kwa anasa. Na tazama, hayo nayo yakawa ubatili. Nikasema, juu ya kicheko ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima, jinsi ya kushikana na upumbavu, hata niyaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili wafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Kwa Sulemani, mwanzoni kabisa hapa sitasoma pote, anaamua kufanya utafiti, anaamua kufanya survey kwamba ili mwanadamu afanye vitu gani avizingatie ili basi furaha yake iwe ya kudumu. Kwa sababu hata hivyo hamna kitu ambacho mtu unakuta huyu hana chakula lakini unakuta ana furaha. Unakuta huyu kitu fulani anacho, anatamani kingine. Mwenye afya haoni afya kama kitu cha thamani, anatamani mali. Mwenye mali haoni mali zake kama zina faida yoyote, anatamani kuwa na afya. Je, ni kitu gani sasa ambacho mwanadamu anaweza kukizingatia kikampatia furaha ya kudumu ya maisha? Sulemani akafanya utafiti kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme, alikuwa na uwezo mwingi. Ukisoma kuanzia fungu la 3 na kuendelea hapo, Sulemani akajaribu kuandaa chakula. Aliwaza yumkini furaha ya maisha ipo katika chakula. Nyumbani kwa Sulemani, ukisoma Biblia inaeleza kulikuwa na chakula cha kutosha, ambacho kimsingi katika maisha yetu haya tungesema kwamba ni kama labda kama sherehe fulani, namna ambavyo vinono vinaandaliwa katika sherehe. Hayo yalikuwa maisha ya kawaida ya Sulemani. Ukisoma inaeleza vizuri. Sulemani akaona kwamba hapa hakuona kama kuna furaha. Sulemani akafanya mpaka watu wakawa wanamwimbia tu. Yumkini tunawaza kwamba kwenye uimbaji kunayo furaha, kusikiliza nyimbo kunayo furaha. Sulemani akawa na watu wanamwimbia. Wakati mwingine tunawaza furaha huenda ipo katika kuwa labda na wanawake wengi. Sulemani akawa na wanawake 700, lakini akawa na masulia kama 300 hivi. Sulemani hakuiona furaha. Wakati mwingine tukitafakari mambo haya, sisi hata robo yake hatuwezi kuyatimiza kwa sababu ya uwezo. Kwa hiyo tunaishi katika maisha tukiwa na matazamio kwamba huenda kitu fulani siku nikikipata basi kitanipatia furaha. Ukisoma mstari wa 11, neno la Bwana linasema kwamba kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu na taabu yote niliyotaabika katika kuzitenda. Natazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Katika kazi yote ambayo Sulemani aliifanya, ya kujijengea nyumba, ya kuwa na hekima nyingi, ya kuwa na wanawake wengi, ya kujilisha vinono, ya kujitafutia watu wawe wanamwimbia tu,
hakuiona furaha katika hilo. Labda tujaribu kufikiria kwenye maisha. Kuna vitu viwili tofauti au dhana mbili tofauti ambazo zinaelezea hiyo hali ya mtu kujisikia vizuri. Hizo dhana ni amani pamoja na furaha, au kwa Kiingereza tungeweza kusema kwamba peace and happiness. Peace and happiness. Peace ni amani, au na furaha tunaweza kutafasiri sasa kama hiyo happiness. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Nikajaribu kufuatilia maana za haya mambo mawili. Ni kwamba amani ni msisimko wa nje unaongozwa na hisia za muda mfupi juu ya jambo fulani lililojitokeza ambalo aidha mtu analipenda. Furaha kwa mfano, jana tulifanya namna fulani hapa, vitu hapa, michezo mbalimbali tulifanya. Tulikuwa excited, tulikuwa tunapata furaha, tulikuwa tunacheka. Hiyo furaha ilidumu jioni au hata sasa imekuwa ni kama kumbukumbu ambayo haitupi ule msisimko tena. Kwa hiyo amani, furaha ni msisimko wa muda mfupi ambao huwa unachochewa na jambo fulani. Katika maisha ya kawaida unaweza ukala chakula kizuri ukajisikia furaha, unaweza ukanywa kinywaji fulani ukajisikia vizuri, unaweza ukatenda jambo fulani ukajisikia vizuri. Kwa hiyo ni furaha, lakini kimsingi furaha huwa haidumu, inakuwa ni msisimko wa muda mfupi, na baada ya hapo tunarudi katika hali ile ile ya kawaida ya masononiko. Na hata sasa unakuta jana ulifurahi, lakini baadaye ukakumbuka kuna deni kubwa unadaiwa, furaha yako ikayeyuka. Ukakumbuka kuna mtu fulani hivi anakudai kitu fulani, amani yako ikapotea. Ukafikiria labda kuna ugonjwa fulani hivi unakusumbua, ukakata furaha yako. Hiyo ndo furaha ilivyo. Ndio maana yule mtu aliyotafasiri akasema maisha ni msongamano wa shida na chembechembe ndogo za raha. Alikuwa amebezi katika engo hiyo kwamba yani furaha tunaipata kama msisimko fulani tu baada ya jambo fulani. Kwa mtu anaweza katamani chakula kila akashiba, then hot, ile furaha inapotea. Sasa sisi watu ambao tunajifunza habari za Mungu hatupaswi kuishi kwa kutegemea furaha, kwa sababu furaha ni msisimko wa muda mfupi. Mara hicho kitu kisha kipata unakuwa excited, then furaha yako inaisha, unarudi tena kwenye hali ile ile ya kutarajia kwamba huenda kitu kingine hichi nikikipata basi kitaleta furaha yangu. Matazamio hayo yataendelea mpaka lini? Mimi nadhani watu wanafikia umri fulani, wanaangalia nyuma na kuona kwamba kila kitu ambacho alijihangaisha nacho, hamna hata siku moja kitu ambacho kimempa mtu ile hisia ya kujisikia sasa kuwa na amani moyoni, zaidi ya kuwa anatazamia katika kila jambo ambalo analifanya kwamba hili huenda nikilipata au nikilikamilisha ndo itakuwa furaha yangu. Kwenye safari ya shule tumeangalia kwamba mtu aliposoma alijua kwamba nikishatoka shule ya msingi nikiingia sekondari basi nitakuwa na furaha sana. Ulivyoingia sekondari furaha yako ilidumu siku moja, ukafurahi, ukapongezwa, shule ikaanza, ukawa unawaza miaka 4 ya kusoma, kupiga videsa na kuteseka. Hiyo ndio ilikuwa imetamalaki tena kwenye akili yako. Ukajua kwamba basi siku ile nitakapopata matokeo yangu kwamba nimeingia labda chuo au nimeingia advance, nitapata furaha. Ile siku kafurahia sana. Bado ukaanza kuambiwa kwamba shule ni ngumu sana, watu wana disco sana. Furaha yako ikapotea tena. Ukaanza kutazamia kwamba siku ambayo nitakuwa nimegraduate, kwenye page yangu imeandikwa graduation confirmed, nitakuwa na furaha sana, furaha yangu itakuwa imetimia. Siku hiyo ilipofika tena ulifurahi siku moja, baadaye ukaanza kuangalia maisha ya mtaani yanavyokuangalia kwa hasira. Ukasema kwamba yumkini nikishajipata mtaani, labda nikaanza kufanya jambo fulani, nikajipatia kazi. Ulivopata kazi ukaanza kuona kazi yenyewe haikutoshi kwa sababu kipato ni kidogo. Unaanza kuona wenzako wanaendesha magari lakini wewe huna gari. Unaanza kuona hii kazi yenyewe ni ndogo, kwanza nateseka, inanibana. Ukaona kwamba yumkini nikipata kazi nzuri basi Mungu akakubalika kufanikisha, ukaweza kununua gari, ukanunua EST. Unaanza kuona watu wana Subaru, ukasema kwamba light kama ningalipata Subaru basi furaha yangu ingetimia. Unapambana na hiyo njia huku unaangalia yumkini nikimpata mwenzi ambaye ananipenda furaha yangu itatimia. Ukampata mwenzi, ukaanza kuwaza light kama na mimi ningalikuwa na mtoto, ukampata mtoto. Baada ya kumpata mtoto malezi yanaanza.
huku na kule, unaanza kutamani kwamba mtoto wangu sasa, hiyo inakuwa ni safari ndefu. Kwanza mtoto wangu nimsomeshe amalize, unaanza kutegemea furaha yako kwenye mafanikio ya mtoto. Mtoto wangu akimaliza shule furaha yangu itakamilika, anamaliza shule anaingia sekondari, inakuwa ni hivyo. Unashangaa miaka 60 inafika, unageuka nyuma unaangalia, kila siku ulikuwa kwenye matazamio ya kwamba siku moja ipo fulani nitaipata. Hiyo furaha uliipata lini? Kwa zaidi furaha uliipata kama msisimko wa tukio moja moja. Furaha yako ilidumu masaa machache au dakika chache na ikapotea. Leo tutajifunza namna ambavyo tunaweza kujipatia amani katikati ya misukosuko, katikati ya dimbwi la shida na bahari ya shida na changamoto nyingi za maisha. Katika kujifunza kwangu Biblia, kitu ambacho niliona kinatufanya wanadamu furaha tunakuwa tumekosa ile amani. Au naweza nikasema kwamba amani kwa upande wake yenyewe ni ule utulivu wa ndani ambao hauyumbishwi na mazingira ya nje, unaomwezesha mtu kusimama imara katikati ya dhoruba za maisha. Kimsingi, kama ambavyo yule mtu alitafasiri maisha ni msongamano wa shida, kimsingi maisha yamesongwa na shida nyingi. Utatoka hapo utasikia ajali, utatoka hapo mara umesikia umeingia hasara, unakuta umepambana miaka mingi kusevu hela, uanzishe biashara fulani, mara unashangaa biashara imeungua. Unakuta mtu amesomesha mtoto wake miaka mingi akitazamia kwamba mtoto wangu akigraduate atanisaidia, mtoto wake anafariki. Hayo ndo maisha ambayo tupo nayo. Je, tunawezaje sasa kupata amani au ule utulivu ambao dunia itageuka, mambo yataenda huku, yataenda ndivyo sivyo, lakini bado tutabaki na ile amani? Ndio kitu ambacho tunaenda kujifunza leo. Tukiangalia katika Biblia, mtumishi wa Bwana Ayubu, siku ile amepata taarifa kwamba Bwana, ng'ombe zako wote wamepotea, watoto wako pia wamefariki wote. Alisema kwamba kwamba Bwana alisema neno moja kwamba, je, tupate mema tu tusipate mabaya? Akasema kwamba Bwana alitoa na Bwana ametwaa na jina lake lipate kutukuzwa. Alikuwa na amani moyoni, lakini ilikuwa imejengwa juu ya misingi fulani ambayo ndo tunaenda kujifunza leo. Jambo moja kabisa ambalo mimi nimejaribu kulifuatilia ambalo linatufanya wanadamu tunakosa amani, sio furaha, tunakosa amani, ni ubinafsi. Ubinafsi ni nini? Ubinafsi ni namna ambavyo mtu yeye anahisi anastahili kitu fulani au ana deserve kitu fulani kuliko mwingine. Tunaweza kujiuliza mambo fulani. Siku moja unakuwa kwenye foleni ya chakula. Umepanga foleni watu wengi. Siku hiyo umetangulia mbele, ukafika ukapakua chakula kingi. Ukala ukashiba. Ikatokea kuna watu kule mwishoni wamekosa chakula. Wewe unakuwa unajisikiaje? Watu wamekosa chakula, wewe kwa sababu umekula umeshiba, utakuwa unajisikia kwamba wewe ulikuwa unastahili. Ni kama wao walistahili kukosa chakula, wewe ulistahili kupata chakula. Huo ndo ubinafsi. Habari gani juu ya siku ile ambayo wewe ulikaa kwenye foleni, wakati unafika tu pale hivi kwenye buffet ukakuta chakula kinakata au nyama zimekata? Ulihuzunika sana moyoni na kuona kana kwamba haukustahili kukosa. Of course chakula kinaweza ikawa hakikuwa kinatosha, lakini wewe unahisi umezulumika kwa sababu umekosa wewe. Je, ungepata wewe ungejiuliza vile vile kwa ajili ya watu wale ambao wamekosa? Huo ndio ubinafsi. Katika maisha ya kawaida, hata kwenye mahusiano ya kimaisha, mahusiano kati ya mtu na mtu, ubinafsi ndo chanzo ambacho kinatufanya sisi tunakuwa na magomvi, tunashindwa kuelewana na watu. Ubinafsi ndo chanzo ambacho kinatufanya sisi tunaishi maisha ambayo hayana amani ndani yetu, kwa sababu tunahisi tunastahili vitu fulani. Wakati fulani kila siku tukiangalia taarifa za habari, tunasikia habari za watu wawili wamekufa kwa ajali. Tunaona tu ni kawaida, tunaendelea na maisha yetu kwa sababu hayatuhusu, si ndio? Lakini katika wale watu ambao umewasikia tu kwenye taarifa ya habari wawili wamefariki, hao watu unakuta huyo mtu, kuna mtu anamuita baba au anamuita kaka au anamuita mdogo wangu, whatever, anajisikia vibaya, anaumia. Hatumii kwa sababu hilo jambo tumelisikia mbali. Siku tukisikia hiyo hali imetokea kwetu, tunaumia kwa sababu tunaona tulikuwa hatustahili kupatwa na hayo. Ukienda hospitalini Benjamin Mkapa, ukienda hospitali yote utakutana na wagonjwa kibao wamejaa pale, wengine wanafanywa dialysis, wengine wanafanywa vipimo vya kansa. Wote hao wanapitia hali ngumu. Moyo wako hausikii chochote kwa sababu unaona ni kana kwamba wewe unastahili kwa hivyo ulivyo.
hizo baraka ambazo unazo unahisi kama unastahili. Siku kiumwa, kinacholetaga shida sana tunaumia sio ile hali ya kuumwa, ni kuona kana kwamba wewe unaonewa, hakustahili kuumwa. Siku kifeli mtihani, watu wengi wanakuwa wamefeli mtihani, lakini kinachofanya wewe uumie sana ni kwa sababu wewe unahisi kama haukustahili kufanyaje, kufeli mtihani. Siku ukipanda shamba lako na ukupata mavuno, utaumia sana, sio kwa sababu umekosa mavuno, kwa sababu unaamini wewe ulikuwa unastahili kupata mavuno. Huo ndio ubinafsi. Sasa tutaenda kuangalia kwenye Biblia kwa ufupi sana namna ambavyo au vitu ambavyo tunaweza tukavifanya sasa tukaushinda ubinafsi. Sasa tusome kitabu cha Luka 12 mstari wa 15. Luka 12 mstari wa 15 anasema, akawaambia, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Sasa hapa akatoa kisa nitakisema kwamba mtu mmoja baada ya kuwa amewaambia hayo kwamba jilindeni na choyo, uzima wa mtu au amani ya mtu haipo katika wingi wa vitu ambavyo alivyo navyo mtu. Akatoa kisa akasema kwamba mtu mmoja alikuwa amepanda shamba lake na hilo shamba lake likawa limezaa sana. Akapiga mahesabu akasema kwamba sasa haya mazao yote nitayaweka wapi? Akakaa chini akasema, hapa sasa nitakachokifanya nitazivunja ghala zangu zote, nitatengeneza moja ambayo ni kubwa, kisha nitaiambia nafsi yangu, umehangaika sana, umepambana na umeshajipata, sasa kaa chini, kula, kunywa na ufurahi zaidi. Lakini neno la Bwana linasema kwamba wakamwambia, mpumbavu wewe, usiku huwa anaitaka roho yako. Then anamalizia anasema kwamba je, mali zote hizo zitakuwa za nani? Ndipo fungu la 21 anasema, ndivyo alivyo mtu ajiwekaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Hapa ametajwa Mungu kwamba ndivyo ambavyo mtu afanyaye hivyo, ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa ukiangalia maisha yetu yametawaliwa na kujiwaza sisi wenyewe. Hicho ndo chanzo ambacho kinatufanya tukose amani, kwa sababu we are just thinking about ourselves. Kwenye kila jambo ambalo tunalifanya tunajiwaza sisi wenyewe. Naweza tu nikwambie kwamba maisha ya ubinafsi, hamna siku moja vitu ambavyo utavipata vitakutoshea. Tunaweza tukawa tunaona watu huku na kule, kila mtu siku hizi kuna mitandao ya kijamii, kila mtu anajaribu kuonesha ana furaha, kila mtu anajaribu kuonesha yeye ni shujaa, kila mtu anajaribu kuonesha yupo, lakini kiuhalisia deep down watu wamevunjika mioyo, hawana furaha, wana majonzi, wana maumivu. Ndio maana si ajabu siku hizi kusikia tu mtu amefanya uamuzi hata wa kujiua, kwa sababu mtu kwa nje anajaribu kuonesha yupo strong, yupo imara, ana amani, ana furaha, lakini kiuhalisia deep down moyo wake umevunjika. Maisha ya ubinafsi ni maisha yenye huzuni nyingi. Ili sasa tuweze kuishi maisha ambayo yana amani, ambayo hayatingishwi na jambo lolote, lazima tuushinde ubinafsi. Tutajifunza huo ubinafsi kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba ndivyo alivyo mtu ambaye anajiwekea akiba yeye binafsi, asijitajirishe kwa Mungu. Ndivyo ambavyo tunafanya sisi leo. Tunapambana huku na kule, wakati mwingine hata tunamkosea hata Mungu wakati mwingine kwa ajili ya mambo yetu binafsi. Kaa kidogo kazini, unaambiwa bwana, kesho kuna semina kuna 2,000,000. Yaani unajifanya Mungu haumuoni, kale ka sauti kanakokuambia, lakini unakaa hata hivyo, yaani unakuwa kama usikii, unapotezea fulani hivi. Hiyo ipo hata Daudi pia, nadhani siku alivyomwona mke wa Uria akioga, siku zingine alipokutana na Goliati, mimi nilipokuwa nachunga, nilivyomwona dubu nilimpasua Bwana lini. Lakini siku alivyomwona mke wa Uria aliamua kuchekecha yeye mwenyewe. Hata siku ile alivyoona msala umekuja, akumtaje tena Mungu. Alisema sasa huyu ngoja nimwambie aje hapa, afu nimwambie akalale na mke wake ili msala upite. Ndivyo ambavyo huwa tunafanya tukiwa katika mambo ambayo ni kwa ajili ya nafsi zetu. Kuna wakati tunajipiga kifua mbele za Mungu, tunaenda, tunatoa shuhuda, tunasema kwamba Mungu asingalikuwa ni Bwana basi ningaliweza kusema. Lakini kuna nyakati tunaamua kufanya vitu sisi wenyewe.
Kwa neno la Bwana linasema kwamba basi kila kitu ambacho tunaweza kukifanya kwenye maisha tunapaswa tujifungamanishe na Mungu, tusijiwekee akiba, tusijifikirie sisi wenyewe kwenye mambo yote, kwa sababu hicho ndo chanzo cha nini? Cha kutofanya tukose amani, kwa sababu tunakuwa tunahisi sisi tunastahili vitu fulani, tunafanya accumulation ya vitu, tunajikusanyia vitu. Hata mtu akija na shida yake akikwambia kwamba Bwana nisaidie, unakataa. Kazi ya Bwana inakuwa katika hali ya kuharibika, lakini hatuzingatii hilo jambo. Ukilitafakari kwa makini utagundua kwamba ndo kitu ambacho kinatufanya sasa sisi, hata kama ni mahusiano ya mtu na mtu, ubinafsi ndo utavunja mahusiano kati ya marafiki na marafiki. Unakuta rafiki yako akikulipia dina, wewe unafurahi, ila siku kitakiwa kulipia wewe unaona kama unadhulumika, unakuna hisi wewe ndo unastahili, si ndio? Siku wewe ukikosea unakuna hisi unastahili kusamehewa, ila mtu akishakukosea unahisi kana kwamba kwa nini msamehe, unakuna tamani kulipa kisasi. Huo ni ubinafsi. Mimi siku moja rafiki yangu mmoja nakumbuka kabisa, nilikuwa nimemtengenezea radio miaka ile, nilikuwa natengeneza radio, nilikuwa namdai shilingi 1500 na nilimkaba hasa. Mwambia 1500 yangu, lakini nitakulipa tu. Nangangana sema. Siku moja baada ya miaka kama 2-3 hivi, tulikuwa form 1 kufikia form 4, nikawa nimeazima simu yake siku moja, nikaingia huko sehemu za kuchungia ng'ombe, nikapoteza simu yake. Hakunidai hiyo simu. Kwa mimi nikijitathmini nawaza kwa mimi nilimkaba lakini mimi nimesamehewa, nimefurahi. Hata sasa unaweza kaangalia hata kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye televisheni, mtu yote akionekana amefanya jambo la huruma, amemsaidia mtu, huyo mtu watu wanampongeza, jamaa ana moyo mzuri. Lakini kwa nini mtu hafanyi vivyo? Kwa unakuta kila mtu anatamani afanyiwe jambo jema. Kwa nini usimfanyie mwenzako? Kama unapenda kusamehewa, kwa nini usimsamehe mwenzako? Kwa sasa ubinafsi ndo kile ambacho kinatofanya tunakuwa ndani yetu tunahisi sisi ndo tunastahili vitu vyema. Wanaopata vitu vibaya au wanaopata na mambo mabaya tunahisi kama wao wanastahili na ni haki yao, ila sisi tunastahili mambo mema. Ubinafsi unaua furaha na unaondoa amani katika maisha yetu. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na amani, lazima tuushinde ubinafsi. Sasa siku moja au kisoma katika kitabu cha Luka 10:27, Luka 10:27, neno la Bwana linasema hivi. Siku hiyo ni mwanasheria mmoja alimuuliza Yesu akamwambia, Luka 10:27 anasema, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Huu ndo upendo. Amri za Bwana ni amri za upendo. Bila shaka hili tunajifunza na tunaelewa. Sasa huyu mtu alikuwa anamuuliza Yesu, alikuwa ni mwanasheria, akaamua tu kumchallenge Yesu, akasema, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Ndo akataja hiyo amri. Of course imetajwa sehemu nyingi, hata kwenye Kumbukumbu la Torati imeelezwa juu ya amri kuu ambayo ni upendo. Upendo ndio unaondoa ubinafsi, na kwa kuondoa ubinafsi unakuwa umejiondolea huzuni kwenye maisha. Yaani kujihisi kwamba wewe unastahili kitu fulani ndio kutakufanya uumie. Upendo kwa watu wengine ndio utakufanya ile tabia ya kujihisi wewe ndio unastahili ikome kwenye maisha. Kwa mfano, kama watu wanachukua chakula pale, ukao unatamani wapate, wewe upate mwisho. Unafikiri ukikosa wewe utaumia sana? Hautaumia sana. Utaumia sana kwa sababu utaamini kwamba wewe, pamoja na kwamba chakula kilikuwa hakitoshi, wewe ulikuwa unatakiwa upate wenzako, hata akikosa mwingine you don't care. Huo ndio ubinafsi. Sasa upendo ndio ambao unaua ile tabia ya nini? Ya ubinafsi. Sasa upendo ni nini? Upendo hili linajulikana ni kwamba upendo huwa unakuwa associated sana na nini? Na kutoa. Tukianzia kwa Yesu anasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kwa kujitoa kwenye amri kuu ya upendo, kuna upendo kwa Mungu lakini kuna upendo kwa mwanadamu.
Kwa sasa ili kuua ule ubinafsi dhidi ya Mungu na dhidi ya wanadamu wenzetu, lazima tuwe na upendo. Na upendo ni kujitoa. Tujitoe kwa ajili ya Mungu na tujitoe kwa ajili ya watu wengine. Hata kwa mahusiano yetu ya kawaida kati ya mtu na mtu na rafiki yako. Mtu anakuwa rafiki yako sana ni kwamba siku kipiga simu moja, kwamba ndugu yangu, na hali mbaya sasa hivi, mshahara umechelewa, afu mambo yalienda vibaya, mtu akawa jambo lake analichukua kama jambo lako. Huo urafiki huo unadumu kwa sababu ni urafiki ambao hauna ubinafsi ndani yake. Lakini ule urafiki ambao wewe ukiwa na shida jamaa hakuzingatii, ila yeye akiwa na shida yupo pale, huo urafiki unakuwa ni wa aina moja. Kwa sasa ili tuweze kuua hii tabia, lazima tujifunze ule upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni kukataa ubinafsi. Ubinafsi kwa Mungu na ubinafsi kwa wanadamu wengine. Sasa ukisoma hapa chini, huyu mtu aliuliza kwamba jirani yangu ni nani? Yesu akatoa kisa cha Msamaria, akasema kwamba mtu mmoja alikuwa amepata shida barabarani, watu wakawa wanapita pita pale, akatokea mtu mmoja akamsaidia, akachukua pale akamlipia gharama. Huo ndio upendo ambao unatajwa. Kwa kuwawaza watu wengine popote katika mazingira yoyote, mfikirie mtu mwingine. Tupohoga si Pathfinder si Adventure, kulikuwa na sehemu nilikuwa nasema kwamba kuwafikiria wengine, thinking about others. Wajali watu wengine. Ukiwa umekaa kwenye foleni ambapo wote mnaona kabisa mnastahili, basi at least zingatia nini? Ile kwamba kitu ambacho ungefanyia wewe utamfanyia na mwenzako. Hicho kitu kinaleta amani kwenye maisha. Lakini huo ni ubinafsi dhidi ya wanadamu wenzetu. Lakini pia kuna kitu kingine hapa ambacho ni kitu cha muhimu sana. Kipo kwenye Hagai moja. Hichi kitu kipo kwenye Hagai moja mstari wa 6. Hagai moja mstari wa 6. Neno la Bwana linasema hivi: mmepanda mbegu nyingi lakini mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na naye apataye mshahara apata mshahara na ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Kwa hiyo ukiangalia hapa, hivi vitu vyote hivi vinamfanya mtu muda wote awe tu na mawazo, yupo stressed. Kwa sababu gani? Umepanda mbegu nyingi, umepiga kazi kubwa, lakini ukavuna kidogo. Kwa hiyo unakuwa yani upo na majonzi. Mnakula lakini hamshibi. Imagine unakula chakula kingi lakini haushibi. Yaani unajaribu kujipambania nafsi yako lakini hautoshewi na kila kitu ambacho unakipata. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Yaani katika vitu ambavyo unapambana kwamba labda vikupatie amani, havikupi amani kwa sababu umekuwa mbinafsi. Unasema naye apata mshahara na kuutia katika mfuko uliotoboka. Sasa kwa nini mtu anakuwa na hii hali? Kwa nini hawa watu walikuwa na hii hali? Tunarudi hapa juu kwenye Hagai moja mstari wa 4, anasema kwamba je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Kazi ya Bwana ipo katika hali ya kuharibika. Sisi tunajipambania kwenye mambo yetu, tunapambana na maisha, tunapambana na shule, tunapambana na kukimbizana na uchumi, tunapambana na kukimbizana na vitu vyetu ambavyo tunaamini kwamba ndio vitatupatia furaha. Lakini kwa sababu tumeiacha kazi ya Bwana katika hali ya kuharibika, utakuwa unapata furaha, ile excitation, ule msisimko wa muda mfupi, lakini amani hauwezi kuipata. Na amani ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Huo ni ubinafsi dhidi ya Bwana, lakini kuna ule ubinafsi dhidi ya wanadamu wenzetu, kwamba tunakuwa tunajiwaza sisi wenyewe, hatuwazingatii watu wengine. Watu wenye shida, mtu anakuja na kuomba hela ya chakula, unamnyima. Yani you are just thinking about yourself. Huo ni ubinafsi wa aina mbili ambao utamfanya mtu moyoni mwake asiwe na ule utajiri. Ndio maana neno la Bwana linasema kwamba ndivyo itakavyokuwa kwa mtu yule ambaye anajitajirisha nafsi yake, anajiwekea akiba yeye mwenyewe, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa hiyo utajitajirisha kwa Mungu kwa kuizingatia kazi yake, lakini kwa kuanza kuhusiana na watu wengine.